Sina linalonihuzunisha maishani mwangu kwa kuwa tunapendana. Nakupenda pia mpenzi. Sasa lini utanitembelea? Kisha nitakuja kwako mpenzi. Usijali. Mke wangu, kitu kinachopendwa na watu wengi ni kile ambacho kinahudumiwa. Hakuna mtu mwenye akili timamu anaweza kuishi kwenye jalala. Usipojua thamani yako, hauwezi kusaminiwa. Mke wangu, umuhimu wa kitu unaonekana pale endapo hakionekani. Kwa nataka kuniacha? Acha sasa hivi, andika tu. Nipo tayari kurudi nyumbani. Sijaoa kwetu. Muda wowote na saa yoyote nikirudi nyumbani wananipokea. Upo nyonyo? Alafu nikwambie tu, saa kuhusu kuniacha. Alafu mume wangu, ukikasika unapendeza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa hiyo mkono wangu hauna thamani wa kugusa ngozi yako? Au ni mchafu? Thamani ya mwili wangu anaijua mume wangu. Alafu hii ni sheria kwa kila mwanamke. Ni ipi ya mke wangu? Alinipa mkono kwa niaba ya salamu. Lakini mimi nijifunika mkono kwa amejisikia vibaya. Kumbe wewe ingia ndani. Kaka, nyumbani kwangu hawaji bila taarifa. Hata kama babangu mzazi. Na ikitokea amekuja na mimi hakunikuta, hata dakika moja amalizi anaondoka. Wewe inafikia hatua unaongea na mke wangu, afu unajachia kabisa na kutamani kugusa ngozi yake. Wewe sio mtu mzuri kwa mke wangu. Tukutane kijiweni. Shemeji, amani ya ndoa ni bora sana na inafanya mtu anawili. Kwa hiyo ndoa yako haina amani? Ndio ninachokimaanisha shemeji yangu. Kwa hiyo mimi nikusaidieje? Naomba unionyeshe kungu wa mdogo wako. Samani Yuba, nimesikia kazi zako nyingi sana. Kwa kweli nimetokea kuzipenda kwa sababu mimi mwenyewe napenda kuimba. Je, tunaweza tukafanya kazi moja? Yaani namaanisha tunaweza tukafanya collab. Kumbe ni msanii? Yeah. Ushaye kurekodi angalau nyimbo moja? Of course nimewahi. Kama utakuwa tayari nikuimbie. Ningependa kusikia raza. Nipe raza kidogo. Uliniacha kwa dharau, leo nashangaa. Nimepanda dau, nyota yangu inang'aa. Nilivumilia dharau na karaha.
ukajikubali ukajiona superstar. Uliudanganya moyo mpaka macho, kwangu likuwa moja, wengi walikuwa kwako. Saa 8 saa 9 ndo kurudi kwako, nikiuliza ulikuwa wapi nacheza vichapo. Sio kama sikupendi, ila moyo wangu we umeufanya mengi, nikayachukia mapenzi, mpaka sasa kurudiana siwezi. Si unajua kuwa nawe siwezi, nishakuchoka ile kishenzi, nilivumilia mengi. Wow. Umema vizuri sana. Huo wimbo nimeupenda bure. Na kuna idea imekuja hapo, umenipa idea. Nataka tupite nayo mimi na wewe. Yaani kuanza? Yaani mimi nianze kuingiza chorus yangu, maana jinsi ulivyozungumza ningependa sana ningesema mimi hapo mwanzo. Je, unaweza ukaniambia labda? Yawezekana yeye atanisaidia kidogo jinsi ya kumrekebisha mke wangu. Ama kweli mchezaji hakikosea, humlaumu mpiga ngoma. Nilikwambia tangu mwanzo, uzuri wa mwanamke ni tabia. Ni wachache walioshindikana na mzazi akamuelewa jirani. Ukaniona sina maana na kunitangazia kuwa nakutaka. Leo nataka nikuoneshe kungu mimi. Shemeji, tusameane. Hayo mengine yote yameshapita. Naomba tuliangalia hili. Mfuate aliyekufungisha ndoa. Yeye ndo anaweza kuiweka sawa ndoa yako na sio kungu. Kumbe mimi nilijua kungu na amefundisha mke wangu aje kuishi vile. Faizu, usipotaka kuumiza akili, utaumiza mwili. Nitafuta namba zako, tafuta picha zako, bado upo moyoni. Tambua mimi mwenzako, zote kumbukumbu zako ndio zipo kichwani. Nimejua umuhimu wako, toka uondoke zako mimi sina amani. Rudisha moyo wako huko uliko, tuishi kama zamani. Najaribu kukusahau, ila kichwani ananijia mazonge. Mie mwenzako sipati angalau, usiku silali hadi ninywe mipombe. Mie siwezi kukusahau, please baby nakuomba msore. Tambua mie binadamu, hata kwenye kabati vyagongana vikombe. Si unajua peke yangu siwezi, wewe ndio wangu mpenzi. Rudi unifute chozi, baby nakuomba. Turudiane mama, turudiane sweetie, turudiane baby. Peke yangu siwezi. Kangu unajua. Sasa sikiza, hapa mambo yasiwe mengi, naomba namba yako. Namba. 0687 14 45 89. Poa basi, nitakukol. Okay, poa. Ndugu wangu, umewahi adhuhuri? Adhuhuri? Adhuhuri ndo wapi? Wow. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kijana wa Kiislamu. Unashindwa kujua hata nyakati za swala? Na vipi kuhusu swala yenyewe? Rudi madrasa ndugu wangu. Sije ukaswaliwa kabla hujaswali. Naenda hivi. Nikirudi nikukute nyumbani. Sawa. Itabidi fika wakati kila mtu afanye maisha yake. Sasa subiri. Si atarudi leo, ataona sitomkalia kimya. Shegu, yaani wewe ni mwanaume, haustahili ukae pale uoshe vyombo hata kidogo. Yaani unaweza kulegeza shingo kama mtoto wa kike. Ndugu yangu, au umepigwa limbwata? Maana wanawake wanaongoza sana kutulisha vichafu.
Niambie jambo uliloniitia. Umeoa ili akufanyie kazi za pale nyumbani, yaani akupikie, akufulie na mambo mengi za pale nyumbani. Shaibu, wewe umeoa na ujiolewa, sio kwamba nakutukana, hapana. Badilika mdogo wangu, sio kwa maisha yale. Kuna umuhimu wa kupata elimu kabla ndoa, ili kujua ndoa inahitaji nini. Tafasiri ya vijana wengi tunajua ndoa ni tendo tu basi na si kingine. Lakini haya yote kwa sababu tumelitupa darasa. Unachozungumza hauna elimu nacho. Niambie, ulimwona shehe gani anosha vyombo au hata kupika? Wewe ndugu yangu Zoba, wameshakufunga funga tayari. Hapo hamna cha maana mnachokiongea. Fanya hizi kazi, ukimaliza chakula kiko ndani. Ukijisikia utaenda kula, usipojisikia wewe tu. Kati yangu mimi na wewe, nani ameolewa?